Bwana asubuhi kucha, nitakuinua sauti yangu kuomba, nipate baraka. Nakuomba Roho yako niongozwe nayo, nifanye yanipasayo na mapenzi yako. Wanaokutegemea mlinzi wao, matumaini wanayo, utayatimiza. Na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakaribishe tena katika somo la asubuhi ya leo, somo la kesha la asubuhi Julai 8. Kichwa cha somo kinasema kumwona asiyeonekana. Tunapoanza basi niwakaribishe tuombe. Haleluya. Mtakatifu, 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 Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako na fadhili zako nyingi kwa siku ya leo. Tunasema asante Yesu kwa kutupatia afya. Umetuamsha salama tukiwa wenye afya njema, jina lako litukuzwe. Hatuna mengine ya kusema zaidi ya kusema asante. Mioyo yetu imejaa furaha na utukufu wako, kwa kuwa umezidi kutupakirimia sifa, heshima, nguvu na utukufu. Tukurudie wewe milele na milele, kwa kuwa unastahili Bwana. Tunajinyenyekeza na kujishusha mbele zako. Tunahitaji uwepo wa Roho wako mwema, Roho wako mtakatifu akaye mwalimu na kiongozi katika hili somo mwanzo hadi mwisho. Tumeomba kwa imani utakuwa nasi katika jina la Yesu, amina. Nawakaribisha kwa somo la asubuhi ya leo. Kichwa cha somo kinasema kumwona asiyeonekana. Tuna fungu la Waebrania 11 mstari wa 27, anasema kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Waebrania sura ya 11 mstari wa 27. Musa alikuwa na hisia ya kina ya uwepo binafsi wa Mungu. Hakuwa tu akitazama katika historia yote kwa ajili ya Kristo kudhihirika katika mwili, bali alimuona Kristo kwa namna ya pekee akiambatana pamoja na wana wa Israeli katika safari zao zote. Mungu alikuwa halisi kwake. Daima alikuwepo katika mawazo yake. Alipokosa kueleweka, alipoitwa kukabili hatari na kubeba matusi kwa ajili ya Kristo, alistahimili bila kulipiza kisasi. Musa alimwamini Mungu kama yule ambaye
alimhitaji na ambaye angemsaidia katika hitaji lake. Mungu kwake alikuwa ni msaada ulio karibu. Imani nyingi tunazoziona ni za kawaida tu. Imani ya kweli yenye kutumainia na yenye kuvumilia ni nadra. Musa alitambua katika uzoefu wake mwenyewe ahadi kwamba Mungu atakuwa mtoaji wa thawabu kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. Alikuwa na heshima kwa malipo ya thawabu hii. Hapa kuna jambo lingine kuhusu imani ambalo tunapaswa kujifunza. Mungu atampa thawabu mwanadamu mwenye imani na mtiifu, ikiwa imani hii italetwa katika uzoefu wa maisha. Itamwezesha kila mtu anayemcha na kumpenda Mungu kustahimili majaribio. Musa alikuwa amejaa imani kwa Mungu kwa sababu alikuwa na imani inayompokea Kristo kama wake binafsi. Alihitaji msaada, naye aliuomba, akaupata kwa imani, na akafuma katika uzoefu wake imani kwamba Mungu alimjali. Aliamini kwamba Mungu alitawala maisha yake hasa. Alimwona na kumkubali Mungu katika kila maelezo makamilifu ya maisha yake, na akahisi kwamba alikuwa chini ya jicho la yule anayeona yote, ambaye anaipima nia, ambaye anaupima moyo. Alimwangalia Mungu na kumtumainia kwa ajili ya nguvu ya kumpitisha bila kupotoshwa katika kila aina ya jaribu. Uwepo wa Mungu ulitosha kumpitisha katika hali ngumu kabisa ambayo mwanadamu angeweza kuwekwa. Musa hakufikiri tu juu ya Mungu, alimwona. Mungu alikuwa ni maono ya kila siku mbele yake. Hakuwahi kuacha kuona uso wake. Alimwona Yesu kama Mwokozi wake, na aliamini kwamba sifa za Mwokozi zingeweza kuhesabiwa kwake. Imani hii kwa Musa haikuwa kazi ya kubahatisha, ilikuwa ni halisi. Hii ndiyo aina ya imani tunayoihitaji. Imani ambayo itastahimili jaribio. Ni mara nyingi kiasi gani tunasalimu amri kwa jaribu kwa sababu hatukazi jicho letu juu kwa Yesu. Imani tunayohitaji ni ile ya Musa. Musa aliongea na Mungu. Musa alikuwa na Mungu. Na haikutosha tu, bali alikuwa akiongea naye na alimtazama Yesu kama Mwokozi wake na mkombozi wake. Na sisi pia tunapaswa kumtazama Yesu kama Mwokozi wetu na mkombozi wetu. Tukifanya hivyo, hakika jina la Bwana litatukuzwa sana. Kwani afanyaye hayo na kumwamini Yesu, Yesu atamsaidia. Na wewe ambaye bado hujamjua Yesu, usione vibaya kwamba umetengwa. Mtazame Yesu kama msaada wako, kama Musa alivyomtazama. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili, kama amwonaye yeye asiyeonekana. Unapaswa utoke Misri na kuelekea sehemu ambayo unaenda kumwona yeye asiyeonekana. Hakika ataonekana. Tumaini lenye baraka ni kwamba hakika Yesu Kristo ataonekana.
tunapaswa tuwe na imani ya dhati juu ya uwepo wa Mungu binafsi. Tumtazame Mungu kama Mwokozi wetu, Kristo aliyetukomboa, ili hakika maisha yetu yaweze kukombolewa na jina la Bwana liweze kutukuzwa zaidi. Imani nyingi tunazoziona ni za kawaida tu. Imani ya kweli yenye kutumainia ahadi kwamba Mungu atakuwa mtoaji wa thawabu kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. Alikuwa na heshima kwa malipo ya thawabu hii. Hapa kuna jambo lingine kuhusu imani ambalo tunapaswa kujifunza. Mungu atampa thawabu mwanadamu mwenye imani na mtiifu. Kwa yule mwanadamu atakuwa mwenye imani na mtiifu, Mungu anaapa na kuahidi atampa thawabu. Atampatia mwenye imani na utiifu. Ikiwa imani hii italetwa katika uzoefu wa maisha, itamwezesha kila mtu anayemcha na kumpendeza Mungu kustahimili majaribio. Musa alikuwa amejaa imani kwa Mungu kwa sababu alikuwa na imani inayompokea Kristo kama wake binafsi. Alihitaji msaada, naye aliuomba, akaupata kwa imani, na akafuma katika uzoefu wake imani kwamba Mungu alimjali. Kwa utakapomhitaji Mungu, Mungu naye atakuitikia. Mungu atakujibu. Jina la Bwana libarikiwe. Niwatakie masomo mema na tafakari njema. Tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru. Asante hata kwa somo la leo tu uliopenda sisi tujifunze, watoto wako. Tumebarikiwa nalo. Hatuna mengi zaidi ya kusema asante. Sifa, heshima, nguvu na utukufu vikurudie wewe milele na milele. Unastahili ibada kwa viumbe vyote, nasi tunakiri kukurudishia. Lakini Bwana, tunakuomba usamehe tulipoenenda kinyume na mapenzi yako, tulipokukosea Bwana. Ndivyo tuombavyo, utakuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu. Bariki wote watazamaji na wasikilizaji watakao iona hili somo na kubarikiwa nalo. Mungu atubariki sana. Naomba usubscribe channel hii ya Ujumbe kwa Wote TV Tanzania ili tuendelee kupata masomo mazuri zaidi ya biashara asubuhi na ya mengine mengi. Mungu atubariki sana.